Katika kijiji kidogo cha Migandini wilayani Arumeru mkoani Arusha, tunakutana simulizi ya matumaini, uthubutu na mabadiliko chanya. Hii ni hadithi ya Evelyn Philemon, binti kijana mwenye ulemavu wa macho ambaye baada ya kushiriki mafunzo maalum ya ujasiriamali, leo hii anajitegemea kupitia kazi ya mikono yake. Huyu ni Evelyn, ni miongoni mwa watoto watatu wa mzee huyu ambao hawaoni, akiwa na mdogo wake wa kike na wa kiume ambao tunawahudumia. Wakati tunatafuta watu wa kuwafanyia training, ambapo ni mojawapo ya jukumu letu sisi kama mradi, tulikuwa tumemtarajia kumpeleka mdogo wake, lakini mdogo wake hakuonyesha kwamba ana hicho kipaji, lakini mdogo wake ndiye aliyesema kwamba dada yake anapenda kushona, anashonaga nguo kwa sindano hizi za kawaida. Baada ya kutambua hilo, tukagundua huyu ndio mtu sahihi. Na tulivyoongea naye, akaonyesha utayari wa kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kupata training hiyo. Na kweli amefanikiwa, na mwalimu wake amefurahi sana kwa sababu ni miongoni mwa wanafunzi ambao wanafanya vizuri na ambao hawana kukata tamaa. Kwa hiyo tumemwona pia ni mpiganaji. Kwa pamoja na changamoto hizo wanazokutana nazo za masoko, lakini ni mpambanaji. Evelyn, wewe. Ni mwezi mmoja tu tangu Evelyn Philemon ahitimu mafunzo haya. Sasa kwa mikono yake anaunda kazi zenye ubora wa hali ya juu, vipochi vya shanga vinavyouzwa katika maeneo mbalimbali ya jirani. Evelyn anaweza kutuambia maisha yake yamebadilikaje baada ya mafunzo haya? Evelyn Philemon, natokea katika kitongoji cha Migandini, wilaya ya Arumeru mkoani Arusha. Kwa kweli maisha bora ni katika kuwasiliana nao, nilizungumza nao wakaniambia kama kuna mambo ya kwenda kujifunza mkoani Dar es Salaam, ndipo nikapata nafasi ya kwenda kushona koti, nikaweka na viholder, nikashona na urembo wa mezani, table max, nikaweka na mikufu, kuna mahereni. Kwa hiyo nafasi hii imeniwezesha mimi kupata maarifa mengine mapya. Kwa hiyo katika kujifunza hivyo pia naendelea kuongezeka maarifa, na hata vijana watakapoendelea kunisikiliza huko, wenzangu wanaohusika na mambo kama haya, nao pia naamini kwamba wanaweza kujishughulisha na mambo mengine. Hata kama wamepita katika elimu sawa, lakini pia nao hii ni elimu ya kuongeza maarifa na kuendelea kujifunza zaidi kuhusu habari ya ufumaji, na kuendelea kujifunza zaidi katika maeneo mbalimbali na ushirikiano na watu wengine pia sawa, wanaendelea kupata maarifa mapya pia kupitia kujifunza kutoka kwa hawa watu pia tunaokaa nao sisi kama sisi katika kikundi cha maisha bora. Lakini pia ni changamoto gani ambayo amekutana nayo? Mara ya kwanza niliona ilikuwa ngumu sana, ilinisumbua kweli, lakini baada ya kuendelea sasa hivi naona nimekuwa na bidii na kuendelea kuvitengeneza zaidi. Kwa hiyo kuna utofauti sana ya kule nilipojifunza mwanzo na hapa sasa hivi ninapoendelea kushona hizi pochi na vitu vingine. Baba wa Evelyn, yeye anamsaidiaje mtoto wake ili kufikia malengo? Kwa jina mimi naitwa Philemon Betuel Skawa. Mimi ni mzazi wake na Evelyn, ambaye pia ni mlemavu wa macho, na katika alizaliwa akiwa na ulemavu wa macho, lakini baada ya kuzaliwa Mungu amembariki tu, shule ameweza kwenda, amesoma shule ya Furaha Tabora. Amefanikiwa kupasi tu, ameenda sekondari Girls Tabora. Matokeo yake Mungu amembariki tu, ameelekea mpaka amekuja kufanikisha tu kazi yake ya ushonaji wa mambo ya ushanga. Sasa ndo tuko naye kwa kumsupport tu, kumpa ile yani asiwe na moyo wa kuacha, lakini ili awe na ya upanuaji zaidi, tunazidi kumtia moyo ili aendelee kupanuka zaidi, na Mungu aendelee kumtunza ili apae juu zaidi. Kupitia mradi wa maisha bora chini ya kanisa la FOPCT Tanzania,
Maisha ya watu kama Evelyn Philemon yamepata mwanga mpya. Mradi huu si tu kwamba unatoa mafunzo, bali unajenga msingi wa kujitegemea, kujitambua na kuthaminiwa katika jamii. Mimi ni msimulizi wako, naitwa Method Charles.